Biblia inasema kwamba hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Mungu. Kwa sababu hiyo mwili wa mtu ni hekalu la Mungu, ni nyumba ya Mungu. Kwa sababu hiyo mtu anayefanya zinaa anaupeleka mwili wa Mungu, anaipeleka nyumba ya Mungu kwenye matendo maovu. Na ndio maana Mungu mtu wa jinsio anamwangalia kwa jicho la hasira na anaumia kwa hiyo mtu. Amen. Jambo la pili, madhara ya zinaa. Zinaa inapeleka ufahamu wa mtu. Zinaa inapeleka akili ya mtu. Kwenye kitabu cha Mithali sura ya 26 Biblia inasema kwamba azinie na mwanamke hana akili kabisa. Maana yake anafanya kitu ambacho kinaua roho yake, kinaangamiza nafsi yake. Ukiangalia zinaa inaua akili ya mtu. Ndio. Mtu akiingia kwenye zinaa, kijana mdogo akiingia kwenye zinaa, kabla hajaweza kumiliki akili yake, moja kwa moja kila atakachokiwaza ni zinaa. Anatembea naona miguu ya wanawake, anatembea naona viuno vya wanawake. Hawezi kukaa akawaza kwa habari ya mafanikio, hawezi kukaa akawaza kwa habari ya kusonga mbele, kwa sababu akili zake muda wote zinawaza wanawake. Ndio maana hata mabinti wenyewe walipoingiza akili zao na macho yao kwenye zinaa, automatic wameanza kujiuza, wameanza kuwa wadangaji, wameanza kuishi maisha mabovu. Mpaka imewapelekea sasa hivi kina mama kuvaa madera ndani yake hawajavaa chupi, wako matako wazi. Wanawapelekea kina mama kuvaa skanteti barabarani, kuvaa nguo za ndani za kulalia usiku kuwa nguo za kuvaa mchana. Ndio mitoko ya kutokezea. Kwa sababu gani? Akili zao na mawazo yao yanawaza zinaa. Anawaza ni nani atakayeweza kumpata, namna gani akivaa ile nguo anajicheki kweli nani anayemwangalia. Akili zake zote anawaza, nikipita barabarani nitaitwa na wangapi, nitaitwa na nani. Kwa sababu hiyo akili yake badala ya kuwekeza kwa Mungu, akili yake inawekezwa kwenye zinaa. Ukitaka nikuthibitishie hili, ninaomba nikuulize swali mama yangu au binti ambayo unanisikiliza muda huu. Wakati unapoivaa nguo ambayo haistiri mwili wako, wakati wao waga unawaza nini? Wakati unapokaa kwenye kioo yako na unaangalia maumbile yako, unaangalia mwili wako, waga unawaza nini? Kwa sababu hiyo ukiangalia kile unachokuwa unakiwaza, ndicho jumla ya maisha yako ndivyo alivyo. Kwa sababu hiyo zinaa inaharibu akili ya mtu. Ndio maana Mungu zinaa atamhukumu mtu kwa hukumu kubwa. Mtu anayezini, mtu anaishi maisha ya zinaa. Zinaa inaharibu ufahamu. Zinaa inaharibu akili ya mtu. Jambo la tatu, madhara ya zinaa. Zinaa inachokiharibu, inaharibu nafsi ya mtu. Maana yake inaondoa uhai kwenye maisha ya mtu. Na ndio maana mwanaume mmoja huyo anaweza akamiliki wanawake 8, wanawake 9, wanawake 10, sione shida. Anapopita barabarani, hata kale kadogo kanakopita kanakaangalia. Maana yake nafsi yake imeshaharibika. Sio mtu tena, maisha yake yamebadilika, ni kama mnyama. Hiyo ilibaki kwa mbwa na ng'ombe na mbuzi. Ndio ambao hawanaga idadi ya wanawake. Ndio ambao wakiingiaga kwenye makundi, kila kundi atakaloiona hata la jirani yake anataka kuingia. Kwa sababu gani? Zinaa inaharibu ufahamu wa mtu. Ndio. Na ukiniambia kwamba unaharizisha, unatosheleza, ninaomba nikuambie kitu kimoja, ya kwamba hao wanawake 6 ulionao, 5 ulionao, 4 ulionao, 3 ulionao, wote wakikutaka ndani ya risali moja, saa moja kamili, wewe utajigaa uwahudumie wote 6, wote wawili kwa risali moja. Haiwezekani. Jibu ni kwamba haiwezekani. Maana yake unazitoa akili zako kichwani, unaziweka miguuni. Baada ya kutembelea miguu unatembelea kichwa. Zinaa inaharibu nafsi ya mtu. Tumezificha sana. Nataka nikuthibitishie kwa mjibu wa neno la Mungu. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 6. Naomba nisome kuanzia mstari wa 15. Ili mtu nimthibitishie, anaweza akasema kwamba ni maneno ya mchungaji hapo nishakutangulizia. Inasema, je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi ni vitwae viungo
viungo vya Kristo na kuvifanya kuwa viungo vya kahaba. Viungo vya Kristo maana yake mwili wako unakufanya kuwa viungo vya kahaba? Hasha. Hasha. Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Ama hamjui ya kwamba yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana yake kahaba mawazo yake yote alionayo, tabia zake zote alizonazo, unapoenda kuzini naye unabeba tabia zake zinazomfanya zike na mwanamume mmoja. Toka ulipotembea na kahaba na wewe moja kwa moja hiyo roho itakuvaa. Ndio maana unapoona wanawake hauriziki nao, macho yako yanakaa muda wote ni kama ya mbuzi, yanakaa muda wote yanatamani tu, yanatamani tu. Ndio maana dhambi ya zinaa inaharibu mwili wa mtu, inaharibu roho ya mtu, inaharibu nafsi ya mtu, inaharibu akili ya mtu. Kwa sababu hiyo uache kuendekeza zinaa. Ndio maana zinaa tulipa kipaumbele sana. Kuna watu wanasema kwamba wanawake ni maumbo ni maua ya nini? Ya dunia. Ni mapambo Mungu katuwekea wanadamu. Huo ni uongo. Sawa. Anayekwambia vile yeye mwenyewe ameshashindwa. Ndio maana watu watuendekeza zinaa mpaka wakaletea picha za uchi kwenye simu zao. Mtu anakaa chini tu akiangalia picha za uchi, akimaliza anajichua, anajipiga tukio yeye mwenyewe. Nguvu za kiume zinapotea kwa sababu ya vijana kujichua. Baada ya hapa anajikuta amefika hatua mbaya, hawezi kufanya kazi, anaishi kama mwanamke. Imeenda mbele zaidi, kina mama hawafurahi wamezao kwa sababu matatizo ya kujichua. Ameanza kujichua toka kakiwa kabinti. Matokeo ya leo wazungu wameona kwenye picha za ngono namna kukaa, wanaonyesha picha za ngono, wanatembea nazo, akiangalia tu anaamua kujipiga tukio, akiangalia tu anamaliza anajichua. Baada ya hapo haoni